deep down your heart unajua hakukuwa na uchaguzi, kura hazijahesabiwa. Unakubali ubunge, unateuliwa uwaziri, unakubali, unapita mtaani, unahubiria vijana. While deep down your heart you know who really are CCM. Yani CCM ni wakina nani, unawajua who really they are CCM. Unawahubiria vijana uongo. Alafu mtu huyo anasimama madhabahuni anawapreach watu eti yeye ni mchungaji, eti yeye ni speaker wa nyoko. Mafundisho ya Mungu yanasema hata aliyeona uovu akaukalia kimya analaana. Sembuse kukubali kweli position ya dunia. Hii dunia inapita. Dunia inapita, fahari hizi zinapita. Usijiunge CCM kwa ajili ya tamaa. Umekata tamaa eti mwendo ndio huo. Naona vijana wanadanganywa eti tutaungana na polisi kuhakikisha muandamani. Alafu nataka nimsaishe mtu aliyepita kasema eti tunaomba vibali maandamano. Wewe maandamano yako kwenye katiba, ujui kasome. Hakuna kuomba kibali, ni vile tu kuna ugaidi ambao umepitiliza. Afu tumeufungia macho muda mrefu. This time hapa mnaona tunayapitia. We are paying the price kwa kukaa kimya. Na waliokaa kimya ni baba zetu, babu zetu walikubali. Wala bwana, wala ndio, wala sawa. Now we are paying the price. Yani kutoka hapa tupate uhuru at least kama Wakenya, sababu Wakenya wana uhuru lakini haujafikia kama wa South. Kupata ule uhuru kweli wa kusema oya kazi ngua, anakula mayai ya zeluzelu, katoa wapi hela, atupe, tumuite mkaguzi wa mahesabu, hatutaki. Tukifika huko kuna the sacrifice imeshafanywa na ndugu zetu nzito. Tumebakiza sehemu ndogo. Hebu tusiwa disappoint, tusirudi nyuma. Jamani, taharuki ziko za aina nyingi. Taharuki ziko za aina nyingi. Mwaga upupu, mpige vitasa, mpige robalambao, yani visa. Achani kununua vitu vyao, achani kwenda kwenye misiba, achani kwenda kwenye sherehe zao, achani kuongea nao kwenye vibaraza. Achaneni na CCM ni mbwa. Kwa sababu mimi I'm so disturbed in my mind kwamba I know who really they are CCM and still I'm going to join CCM. Yani kwani mimi nitakuwa ni binadamu wa kawaida? Sio kweli. Msiwezi kujiunga na chama cha CCM. Wala kwanza mimi sipendi siasa. Ninachopenda ni haki. Na ndio hichi kitu kilinifanya mimi nikae kimya. Nishaambia sana watu kaa kimya. Niombe mimi kila siku. Ile juzi ile mimi nilishasimeli kwamba haya maandamano yatakuwa heka. Nikaposti nikasema jamani mimi nimesikia uchungu. Mbona tumeshagawanyika? Kuna wanaotaka kwenda Ikulu. Nikasema jamani mimi kwa sababu nitapumzika. Lakini nashindwa. Kila ukiingia TikTok unaona watu wanaongea sangine vitu ambavyo sio right, inabidi usaishe. Unajikuta ushaongea. Jamani, anayejiunga CCM hata kama ni ndugu yako ya karibu ni shetani. Mimi na ndugu zangu walikuwa tunapewa mikopo ya Masamia, nikamwambia kuleni hela za kishetani hizo, mtakuja kuzilipa. Achaneni na hao watu. Jamani, sipendi CCM. No amount of money can buy me to enter CCM. Sipendi. Ningetaka mambo ya CCM ningeshajiunga siku nyingi. Sitaki CCM. Yaani CCM siwapendi na wachukia mpaka natamani ningekuwa na uwezo mimi mwenyewe ningefanya operation kali kama ya John Wick. Msinge kuwepo hapo mlipo mbwa nyie. Washenze kabisa. Alafu kitu kinachoumiza, wanafanya uovu alafu wanataka kupandikiza juu ya uovu. Yani wanafanya uovu wao alafu wanapandikiza uovu. Alafu hawana haya, alafu hawana utu. Nimemsikia huyo shetani wa kiume huyo anaitwa sijui ndo Mwigulu Nchemba huyo. Eti kazi ya Mungu ndio hivyo. Unajua kazi ya Mungu wewe? Kumbe na nyie mnaumia. Na kwanza waumie wapi? Wanajua kilichomuua. Mnajua kwamba kuna vifo. Wale waliopigwa risasi ovyo, wale waliobomolewa miubongo yao, waliobomolewa matumbo. Mtu amepigwa risasi ya tumbo alikuwa anakatiza kavavi yebo. Jamani nyie, hivi wa Tanzania wanaotaka kwenda kufanya show wana akili timama? Hivi wana akili hivyo? Wewe Nandi, mbwa malaya mkubwa msenge kukumalama wako mbwa mtanisamee. Unataka kwenda kumfanyia nani show labda? Nani unaenda kumfanyia show? Unaona watu Arusha walivyokufa mbwa wewe? I say mimi nashikwa hasira. Umeona watu walivyouawa bila sababu. Mwanamke anaenda kupigwa risasi ya nchi 4. Mtoto anatokea huko. Nimeona kaka mmoja alibeba kibegi amevaa kizibao amepigwa ubongo huko kule. Nimeona kaka mmoja amevaa boyobo amepigwa utumbo huko nje. Hakuna kumsaidia, atakufa, atapelekwa wapi? Mmesikia padri anasema kabisa kwamba watu walikuwa kipelekwa hospitalini wanatolewa. Watu wameingizwa missionary. It's none of your business. It's not your bills. But you still, the way CCM they are evil. Yani nikimsikia mtu anaishabikia CCM, I say natamani nimkate shingo. Hivi mtu amepelekwa kwenye hospitali, mtu amepelekwa kwenye mission, mnaenda kuwagongea mwatoe watu wakafe.
CCM, alafu bado kuna mtu ananiambia kuna mwanamuziki, alafu bado kuna mtu ananiambia kuna CCM, alafu bado kuna mtu ananiambia eti ni serikali. Hatuna serikali Tanzania, ni upumbavu, ni usenge. Yaani kuna ujinga mpaka nasema hivi jamani, Tanzania najua kaka zangu wa mtaani hamna silaha, hamna mafunzo, mmejitahidi wala si wa crash, lakini nasema hatokei mwamba yoyote kama Marekani yuko akakaa sehemu akapiga, yani akapiga nyundo. Mimi nasema hivi, akapiga nyundo, yani zitakuwa zitembee risasi, mabomu. Tupeane heshima. Mmetulia watoto wadogo. Nimeona msichana wa miaka 12 amefanya nini? Nimeona mdada amebeba unga, amebeba unga for Christ, amebeba unga, ametoka mashineni, amekupa mgongo, unamshuti. Ulipewa I say, mimi mpaka nashinduka kuelewa hawa watu walipewa nini, waliambiwa nini. Ina thamani ya kutoa uhai wa binadamu ambaye she is not armed, hana silaha. I say, you know what, sometimes ndio maana mimi nikipanaga live nakuwa mental disturbed. Yani kila siku zile picha za wale marehemu zikinirudia, nasema ukweli deep down my heart, ningekuwa na mafunzo ya kijasusi najua na mimi wangeniua, lakini I would have gone down with a lot of CCM. Yani hiyo sifichi wala sitafuti umaarufu. Nachukia uonevu kwenye maisha yangu. Nachukia mnaenda kuwashuti watu hawana silaha, hawajui silaha. They've never seen, some they've never even hear gunshot. Yani kweli CCM mtufanyie hivi, alafu sasa hivi you are acting as if everything is fine, ili muanze kula pesa, alafu mnatuwekea barrier tusiandamane hata maandamano ya kawaida. Kweli I say, Mungu unasema tusikupangie, unafanya kwa wakati wako, lakini usitusahau. Mungu naomba utembeze nyundo, bado baba hujatembeza nyundo. Yani Mungu naomba CCM I say jamani, mimi mpaka naishiwa nguvu. Sina cha kuongea. Mtu mwingine aongee, tayari I'm already disturbed. Pumzika Dajuno. Rehema. Asante, niko hapa nasikia. Dajuno kashamaliza yote kwa kweli. Kashamaliza kila kitu. In short ni kwamba tukisema tuwape tarehe hawa watu, na hichi ndio ambacho Niambie. Kwa sisi tunatoa muda mrefu. Cha kwanza tukitoa muda mrefu, ile nguvu yetu sisi hapa yenyewe kwanza inakuwa inapungua, kwa sababu kutokana na propaganda zinazorushwa mtandaoni na kila kitu unajua. Kwa hiyo mwisho wa siku watu ile nguvu, mfano kama tukisema labda tungeendelea mapambano kuanzia ile tarehe 5, 6, 7 Novemba, huenda kama tungefika mbali, ila kwa sababu tulisema okay tufanye tarehe 9, kwa ule muda ambao tulitoa mwezi mzima, na wao wanajipanga unajua, na ndio maana wakatumia nguvu kubwa sana kutumia hao watu maarufu kina Nifa wherever, na wao wenyewe kuwapa nguvu ya kwenda kuweka mabari ya kila sehemu na ulinzi na kutoka lockdown. Kwa sasa hivi tena tukisema tena tuombe tena mpaka tarehe 25, kuna siku tena hapa katikati hapa za wao kujipanga. Kwa mwisho wa siku unaambiwa adui yako usimuonyeshe nini, adui yako usimuonyeshe njia. Hiyo sisi ndio ambayo inayotuumiza. Sasa hivi hakuna kutoa tarehe wala hakuna kutoa siku. Kama kweli tumeamua sisi kuikomboa hii nchi ya Tanzania, mimi nimesikia wivu sana kuona hawa hii nchi gani ya Bulgaria wamefanikiwa. Yaani nimejisikia hivi, nimeona kwa nini wenzetu wamefanikiwa, sisi kwa nini tushindwe? Ni kitu gani ambacho kinatufanya sisi mpaka tushindwe? Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, huu sio muda kuuziwa uoga na tukaupokea huu uoga. Yaani tunatakiwa na sisi ni jino kwa jino, kama tumeamua kukiwasha ni tukiwashe kweli kweli. Yaani hakuna kuwachekea, hakuna kuonelea huruma. Kwanza wanatucheka wasenge hao, wanatuona kama sisi yani ndio tumeshaishiwa. Yaani jamani, CCM haitaki kuwepo pale. CCM haitaki kuwepo pale, na tuelewe kwamba hakuna aliye salama. Kama wao wenyewe wanaanza kudukuana, sisi wengine huko ambao hatujulikani ni wakina nani mpaka washindwe kuja kududukua. Kwa sababu sasa hivi hakuna aliye salama. Kwa cha msingi kama tumelianzisha inabidi tulimalize tu. Na kulimaliza hatutaki kuwapa gap hawa watu. Wanaosema sijui tarehe 25, jamani mimi hapana. Mimi suggest tarehe 25 kusema ukweli. Kama kweli tumeamua tuamue hivyo, kama tukiwasha tukiwasha. Lakini kusema sijui mpaka tarehe 25 huko na wote na wadeleta kwa sababu tukisema kwamba mpaka tarehe 25 wataweka tena lockdown, kwa sababu ni serikali na wao wenyewe wanajisi wana mamlaka. Wanao kauli ya kusema kitu chochote na raia wakatii. Na ndio maana umekifanya walichokifanya tarehe 9. Kwa hiyo mwisho wa siku pia hawezi kushindwa tarehe 25 kusema kwamba okay no one wa kutoka nje. Na kweli wote watakaa ndani. Kwa jinsi sisi ambao tulikuwa ni waoga, tunasikiza serikali ambayo
tukishasema kwamba ni haramu, hatuitambui, hatujaichagua, lakini still tunatii. Hata